We have to work hard so that we can justify the faith, the commitment, the sacrifice you have made to make us who we are. I am really, Your Excellency, very impressed by the Kindiki style of management. Akiamua ni hapa, hata kama jamaa ameshinda na sauti. Asante.
Asanteni sana, asanteni sana. Asanteni sana kina mama. Asanteni sana. Hata ingali nimekata kwa mkubwa wangu, lakini ni afadhali ni safe hii. Tukiendelea, ningependa nimwalike Abubakar Athman aongee dakika moja tu. Athman, hata zidi kukaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Waziri, Gavana, Naibu Gavana, Senator, wafuasi wa serikali wote. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupatia fursa hii ya kukaa hapa. Pia tunashukuru kwa mara ya kwanza hapa Lamu Mashariki tumetembelewa na mawaziri wawili ndani ya mwezi mmoja. Hii tunashukuru sana, na tutolee salamu kwa rais wetu mpendwa. Mimi nitazungumza kidogo tu, japo nimeenda kidogo, mimi pia si mzungumzaji kidogo. Bwana mheshimiwa, bwana mmoja alienda kwa mwanachuoni, yani ni msomi wa dini, akamuuliza kitu gani kizito kuliko jabali? Yule mwanachuoni alimwambia kusingiziwa, yani kuambiwa una jambo fulani na huna lile jambo, yani ni kuzito kuliko jabali. Sasa sisi tumekuwa na shida mbili. Shida moja, usalama, kukosekana kwa usalama ni shida kwetu, na kule kusingiziwa, kunyoshewa kidole ni shida ya pili. Ona, sio saa hizi, juzi tu kumeanza tayari pale KDF, wake zetu wanamwagiwa nguo mpaka nguo za ndani. Hatutaki hilo. Kiunga wakenda baharini mpaka wapitie polisi, wapitie nevi. Ona, maji yatoka, wachelewe kwenda kazini. Ona, hatutaki hayo. Biashara zetu tukenda tukisimamishwa barabarani, biashara za Munira Athman, kuja haraka. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Captain Rweda na wageni uliofuatana nao, wazee, wamama, vijana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru, shukrani zote zende kwa Mama Rweda. Katika Lamu Mashariki hatujawahi kupata mbunge mwanamke. Hiyo ni furaha kubwa kwanza kuwa na mbunge mwanamke. Kisha amefanya jambo ambalo halijafanywa. Ametuletea mawaziri wawili kwa mwezi mmoja. Hiyo ni juhudi yake, na atafanya mengi na mengi. Tashukuru. Kitu ambacho nilikuwa nataka kuomba kwa waziri, shida ya wamama, shida yao kubwa ni ofisi za bath na det ziko Mokoe. Tunaomba zije upande wa huku Lamu East. Wazazi wetu, watoto wetu wanahangaika, hawapati bath na det. Mtu ataka kufanya mambo yake hana det. Usafiri ni changamoto kulingana na maisha. Nashukuru, asanteni. Asante sana Munira Athman. Ningependa nikaribishe Mheshimiwa Captain Rweda atuambie neno moja mbili. Karibu madam. Asante sisi. Nafikiri mimi ndiye host, nitaendelea sasa. Waziri wa usalama wa ndani, mstahiki governor, RC, senator, deputy governor na viongozi wengine wote, wazee wangu, ndugu zangu, asalamu alaikum. Hamjambo? Asanteni. Asante. Ma ala al-habibi Ahmad.
Asante. Si waziri, tunafuraha sana. Mwanzo ningependa nimshukuru Mwenyezi Mungu kukujalia wewe kuja hapa na sisi kuwa hapa pamoja. Nataka nichukue fursa hii niwakaribishe wageni wetu walioko hapa, nikianza na Deputy Governor. Deputy Governor, karibu usalimie watu wako wa Lamu East. Asante sana Mama Rueda. Nafikiri Your Excellency Governor, samahani, waziri wetu internal security, governor wetu, all protocol observed. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kuja tena rasini. Tulikuwa hapa wiki jana na sasa tumerudi kwa sababu ya ujio wa waziri wetu. Sitakuwa maneno mengi. Waziri, karibu tena Lamu County. Tunashukuru wakati unakuja, na next time uende mpaka Kiunga na Kiwayu. Asante Mheshimiwa Waziri. Mimi nimekuwa Kiunga na gavana wangu, nimekuwa pia Kiwayu, nimekuwa Kizingitini wiki jana, nimekuwa hapa Rasini, nimetembea kila kona ya kaunti ya Lamu, na sijapata watu wakarimu kama watu wa visiwani. Popote niendapo, Mheshimiwa Waziri, mimi siendi na security. Hawa watu ni security yangu kutosha. Tulienda Kiwayu tukakaa siku 4, tukaenda Kizingitini tukakaa siku 3, na tumekuja Faza tukakaa siku 3, na sikubeba security. Hawa watu ni security tosha. Pia nimesikia mimi kama wengine mambo ya kusingiziwa. Mheshimiwa Waziri, mimi nimezaliwa Mpeketoni na babangu alikuja Lamu mwaka wa 1973 na alipokelewa na hawa wazee, na kama si ukarimu wao basi mimi singekuwa Lamu leo. Haifai watu kusingiziana. Haya maneno nimeyasikia Mpeketoni, nimeyasikia hapa Lamu, hapo Lamu Central, nimeyasikia hapa visiwani, lakini lazima tuyalaani. Sisi ni ndugu, tutaishi kama ndugu, wala kama ni kuisha tutaisha pamoja, lakini hatutatenganishwa na yeyote awaye yule. Wale ambao wanasema hayo maneno ni watu wa vitimbi, na wakome. Sisi watu wa Mpeketoni tulimpa Governor Timami kura, more than 50% ya kura zetu, jamii ya Wakikuyu tulimdhamini na tukampa kura. Na siku zote sisi hatupigi kura kikabila. Kwa hivyo kuna watu fulani ambao wanataka kuweka chembe za chuki kati ya jamii, na wanatumia hizi vita dhidi ya magaidi wakisema Waislamu ndio wanasupport ugaidi. Mimi nataka kusema, Mheshimiwa Waziri, ukiwa hapa, kwamba gaidi hana dini, gaidi hana kabila, na gaidi hana heshima wala hana kwao. Aweza fanya chochote popote. Sisi huko kwetu tunakabiliana na haya matatizo ya magaidi, na tukienda hivyo tunakuta wengine wanaitwa Kamau, wengine ni Njoroge, wengine ni Onyango, wengine ni Karisa, wengine ni Omari. Sisi kama tutashinda vita dhidi ya ugaidi, lazima tutambue gaidi kama gaidi, bila dini na kabila. Lakini tukiendelea na hiyo mambo ya misingi ya kidini, kikabila na kimaeneo, basi gaidi atatushinda. So far, Mheshimiwa Waziri, sisi tunashindwa na magaidi, kwa sababu ukisikiza ndani ya jamii
utasikia kuna chuki kati ya Wakristo na Waislamu. Hayo ndiyo mambo magaidi wanataka. Magaidi wanataka sisi Wakristo tupigane na Waislamu. Ama sio kweli? Tutapigana? Tangu lini? Watakoma. Asante Mheshimiwa Waziri. Asante Deputy Governor, maneno mazuri. Mimi nimeshangazwa, County Commissioner amefurahi na wageni mpaka amesahau kuintroduce watu wake. County Commissioner, naregesha mic kwako uendelee kuintroduce watu wako. Asante sana Madam Mheshimiwa. Sitaki niongee mingi. County security team, sub county security teams, chiefs, assistant chiefs, DCCs, SCCs, msimame. Everybody msimame. Alafu msalute. Ndivyo. So kabla sijamrudishia Madam Mheshimiwa ni kwamba hii county saa tumekaa mzuri, apart from ile kitu kidogo unasikia kando kando. Ndio sio kidogo kama mtu amekufa. Lakini juzi kuna meli ilikuja. Ilikuwa inabeba 7,300 tons ya metric tons ya chakula ya World Food Program. Uvujio siku saa hatukulala kwa vile tulikuwa tunafikiria ikigongwa. Sasa sisi tutaenda tu nyumbani ama tutalala Kamiti. Lakini bahati nzuri ilienda salama mpaka ikaisha. So nafikiria hiyo ni max kwa security teams wote na hata pia kwa raia kwa vile waliomba na sisi. Na ile ingine itakuja pia muombe pia tuendelee hivyo hivyo. Kwa vile meli ingine ikikuja, kwa vile itakuja ingine baada ya mwezi moja ama wiki mbili, maendeleo ya Lamu itaisha na hao walifu watakuwa wanafanya kazi wachoke, hakuna kuenda kwa barabara. Kitu kingine pia nafikiria umeshukuru waziri wetu. Na hata hii vile juzi KDF ilienda kuandikwa Kiunga. Ni yeye mwenyewe ndiye alionga na wakubwa ndio tukaongea na hawa ndio kaenda kuandikwa Kiunga. Kwa vile si mara ya kwanza tangu ianzishwe ama tangu tupate uhuru maaskari waandikwe Kiunga. Si ndivyo? Sasa juzi wameandikwa ya kwanza huko. So mpikie makofi waziri wetu pia kwa hiyo. Kitu kingine pia hii mambo ya kufikiria hii na hii na hii tufanye kazi. Na hii mambo ya kusema kuna inaitwaje? Historical injustices. Historical injustices sidhani kama iko. Kwa vile nikiwa mdogo, that is why vile niko saa hizi nilikuwa naona nitakuwa DC siku moja. Kwa ajili ya DC moja alikuwa anaitwa Halim Borane. Halim Borane alikuwa anatoka wapi? Kiunga kwenyewe. Na hiyo ilikuwa 70s. Sasa Halim Borane hapo na nyumba Kiunga. So tukisoma tujenge nyumba nyumbani. Jirani wako aone huko hapo, ajenge nyumba pia. Asome aone vile huko. Lakini sasa ukishapata kazi, unaenda kuishi Mombasa, unaenda kuishi Nairobi. Nani ataika mfano ya wengine? Si utakuwa na kupi vile nimechenga nyumba ya nyasi hapo, utasema hata ile mwenye amesoma anaenda, sasa kuna wacha gani nisome. So tuhakikishe tupate nyumbani. Saa hii wale watu wanafundisha huko hiyo hardship areas huko Kiunga, Basupa. Ni wale watu wanatoka bara. Wanalala kwa tents ili waende kwa shule wafundishe. Kwa vile walimu wenyu hawataki kwenda huko kama wako. So mjitokeze mfundishe watoto wasome. Madaktari, unapata madaktari kutoka bara wako hapa. Daktari wa hapa akipata kazi anaenda Mombasa, anaenda Nairobi. Mwambie apake nyumbani ili tuendelee mzuri. Kwa hayo, karibu Madam Mheshimiwa. Asante sisi. Acha na mimi nichukue nafasi hii nizungumze kabla seneta wangu hajaja kuzungumza. Kisha tuendelee na program. Mimi ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kwa hapa pamoja, na nimshukuru waziri kwa kuja huku. Wengi wakija hukomea pale pale Lamu. Lakini sahihi imeonyesha serikali hii yatupenda sisi. Na sisi waziri tulikuwa tukilia, sisi kwetu tunaliangoa. Yaani tunasikia we feel jealous kwa sababu hata kama una watoto ukimpenda mmoja zaidi, hata ilitokea kwa Nabii Yusuf. Alipendwa na babake zaidi, ndugu zake ndio walimweka kisimani.
kwa sababu ile wivu ya watoto kwa mzazi, unaona unamwangalia mwingine sana na wengine hawaangaliwi. So tulikuwa tunafeel hivyo, lakini naona hiyo inaisha sasa. Kwa mwezi umeambiwa tumepata mawaziri wawili, kamati ya bunge pia imefika, wabunge walifika huku wa Tourism and Wildlife Committee, kulikuwa na bill wakaja. Kwa hivyo njia ikipitwa sana haimei nyasi. Sasa na hii njia ya Lamu East haitomea nyasi inshallah. Waziri, sisi tuwashukuru serikali hii kupitia kwa president na mawaziri wake, tumeona mabadiliko, tunaona kuna nuru mbele, tunasema yajao yanapendeza, sio? Sasa sisi twashukuru, chakula kimefika. Kuna vijiji fulani hapa vimepewa chakula. Zamani sema ukweli chakula alikuwa kaenda Mpeketoni. Huku kwetu wazee wetu walikuwa hawapati chakula. Sasa hii na huku kinapatikana chakula. PS alileta ndau na kiwayu. Mimi nilianza kutoka Ramadhan program, tukaleta Bajumali, tulipewa na serikali kuu. Tumepeleka sasa Mkokoni mpaka Kiunga na serikali kuu tumepewa chakula. Tukienda tukiomba tunapewa. Pengine wenzetu walikuwa hawaombi, sisi huenda kule maofisi tukazunguka tukaomba na tunapata. Sasa hii tulivyoanza program ya Mtangawanda kuanza Ramadhani, vijiji vyote hivi vimepata chakula kupitia kwa, mengine ni different donors, isipokuwa Kizingitini ndio hawajapata. Mimi nakuomba hapa uniombee Kizingitini nao pia wapate. Faza walipata kwa Red Cross, niliomba ni mimi. Na Tundwa walipata kwa Jafar. Kila kijiji naweza kusema tuliomba kwa nani wakaleta. Sasa bado Kizingitini ndio tumalize Lamu East yote, kisha tuanze tena inshallah. Na kuna mbolea tumepata, na kitu kinanifurahisha waziri ni rais vile sahihi anazungumzia mambo ya blue economy. Tukienda State House napiga makofi paka karibu nimengudi, kwa sababu ya yeye huzungumzia mambo ya blue economy. Na mtu akizungumzia blue economy amemzungumzia Mbajuni. Maana sisi kazi yetu ni bahari. Sisi wa Bajuni hata tamaa za mashamba hatuna. Ingekuwa tumeshika kote sahihi. Unaona? Lakini sisi ukitugusia bahari ndio umegusa roho zetu. Mtu akisema ati ameshikwa juu ya sio ameshikwa hivi na bahari, hapo ndio utaona mimi naweza kupanda hata meza. Kusudi sitaki mtu wangu aguswe, sio? Sisi kazi zetu ni za bahari, na rais ana mipango mizuri ya juu ya blue economy. Na nikiongezea hapo, tulienda State House alipokuja last trip. Tukamwambia hizi TTI za cost zote zisomeshwe mambo STCW. Rais hapo alipigia simu PS wawili mbele yetu leaders, ambao idea nilitoa ni mimi pale, akawaambia this is what I want to hear. Tutaandika vijana wangapi kazi? Sitaki kuambiwa mtu anakuja kuomba mtu mmoja unaomba ambassador au unaomba hivi. Tutakujia 1000 of youth wameandikwa kazi. Na hii TTI tuko mjengo huko nao pale. Tunachokiomba waziri uende ukamkumbushe, alitoa instruction lakini haijafanyika. Tunataka STCW ambayo inasomeshwa Bandari College na lifeguard zije zifundishwe hapa. Hawa vijana wetu kazi zinawangojea. Ile mimi nikisema waziri mambo sasa nitakuja niseme vijana lazima wapate kazi, wajishughulishe. Kuna meli nyingi zinachukua even 1000 kwa mara moja, 2000 kwa mara moja. Hawa vijana wetu wana skills lakini hawana certificate. Watoto wetu, mimi naweza kukuhakishia utoe Navy, na pengine ukitaka kutoa Navy uwachukue hao vijana warushe kwenye maji, uangalie vijana wetu watakapokuswim, lakini hawana certificate, ndio shida. Sasa ukiweka hiyo STCW hapa, hao vijana wote watafanya kazi kwenye mameli, watachukuliwa. Tutashindana na Philippines. Sisi wetu watakuwa more skilled than wao. Sasa niona kuomba, na hiyo itasaidia upande wa usalama. Mimi yako mengi ya kushukuru, lakini nataka nichukue nafasi hii niseme challenges zetu tulizonazo na ambazo ukitufanyia waziri itasaidia mambo ya usalama.
Kitu cha kwanza, sisi huku kwetu hatuna even 1 inch of tarmac road. Tukiwekewa hii lami, hata kitokea kitu wao afisa wa usalama watakimbia mbio, takuwa ni rahisi kwao, magari yatakuwa hayaharibiki vile yanaharibika, na sisi tutafurahia, tutajiona ni wa Kenya, sio? Tutachangia vizuri kwenye usalama. Ingine, waziri, inaweza kuwa haiko katika doketi yako, mimi nimefuatilizia, lakini wewe ukiweka sauti yako na ukisema kwa upande wa usalama pia inatatiza, itafanywa kirahisi. Nimeomba network, vijiji viwili havina network mpaka karne hii. Serikali imetoa pesa nyingi za kutengeza minara, rekodi niko nazo bunge. Hatuna network Siu na hatuna network Mkokoni. Hata kwa maafisa wa usalama wanatatizika. Naomba wanisaidie, weke sauti yako. Waziri, Kiunga hawako hapa, wanakusubiri kwa hamu. Kunao 1-2 wako watu wa Kiunga ward, naona wengine wana smile. Tukitaka kuboresha usalama, naomba utupatie sub county ya Kiunga, kwa sababu tukipewa sub county maendeleo yataenda hivi. Sisi Lamu East tuna constituency 2, maeneo bunge 2, lakini sub county tuko na 3. Tuko na Lamu West, tuko na Lamu Central na Lamu East. Sasa sisi pia Lamu East tunataka tuwe na sub county 2, iwe Kiunga sub county na Lamu East sub county. Hata nafasi za jeshi za nini zitagawanya kulingana na sub county. Hapo tutafaulu inshallah. Tunakuomba waziri, na unique challenges zetu za kuwa sisi tuna islands inaweza kushukiriwa. Maana hata island nyingine akiwekwa mtu hapa hawezi msavu wa huku kwa island nyingine. Waziri, huku tunaomba sub location and locations. Hizi ziko kwako. Location ya Vumbe. Vumbe ni mashamba, mainland, watu wapanda kule, ndio ukulima unafanywa huko. Hapa najua through DCC ziliandikwa kutoka last regime, lakini hazijakuwa gazetted. Naomba location ya Vumbe na location zinazofuata. Location ya Chundwa, Kizingitini, Bajumali, Sadan and Madina, Lamu Mashariki. Tukipata hizo zitasaidia kwa usalama. Lingine ni uniongezee tu bidii kwa upande wa blue economy. Tutakuwa tunajitegemea. Na kitu kingine ni drugs. Drugs zinatuvuta nyuma sana. Huku drugs zimemaliza vijana. Ukisikia watu wameumana, kuna vitu vinaitwa karambela, huku zinauzwa kama dukani, kama tomato. Na hizo karambela ni pesa, inasaidia Al-Shabaab. Manake karambela zinatoka Somalia na wanauza ni wao, na ziko huku madukani tele. Kwa hivyo tunaomba wale wanauza hizo karambela na hard drugs, zile cocaine zilikoko huku, vunga, ule tunaita vunga, umetumalizia watoto wetu. Na wanaouza tunawajua. Last parliament, waziri, mimi nilibidi niingie chamber, na kwa sababu na immunity nikataja vijana wanauza. This time sitaki kufanya hivyo. Mnahatarisha maisha yangu na watoto wangu wanaumia. Wako sasa hivi ukishika mtoto ukisema nipeleke kunapouzwa drugs, atakupeleka tu. Ziko kwa hisani yenu, wanaokula drugs wanakuwa vulnerable na wanaweza tumika vibaya. Kama tutakomesha mambo ya mabaya, tukomeshe mambo ya drugs. Waziri, yako mengi ya kuombwa, lakini mimi nishakaa na wewe ukanipa muda wa masaa 2 nikakuelezea matatizo yaliyoko Lamu East. Na nimekuelezea na unayajua. Sasa mimi nataka kukuambia kitu kimoja. Mimi nimekuwa watu wingi, viongozi wetu wa Lamu County wananikosoa kwa sababu ya kusema statement moja. Na hiyo statement leo nitaisema tena. Nilisema mbele ya waziri Duale,
Sisi Lamu Mashariki, especially Kiunga, ukienda kwenye ufuo wa Kiunga, ukifika baharini pale Kiunga, inakwambia welcome to Somalia. It is a walking distance. It's 5 nautical miles to Kiemboni. 5 nautical miles to be exact. Watoto wetu kama hatuwatafuti kazi, nasema si watavuka. Hakuna boda, hakuna ile ukuta kusema mtu anaruka ukuta. Hao vijana wanatafuta njia zao, wanaenda. So ndio maana kama viongozi sisi tunachaguliwa tufanye mambo ya maendeleo, vijana wapate kitu ya kufanya. Na kwa serikali upande wao, sisi pia ndio serikali, tufanye bidii. Waziri kutoka ingie hapa ameniambia atakuandika watu wengi. Mimi sitaki kusema, nitakajisemea mwenyewe. Hii imekuja ni kuandika vijana. So tukiandika vijana tutakomesha haya mambo. Hata kama hatuwezi kuandika wote, tutawapatia hope. Watasema na mimi next. Wataachana na ile wakiwa convinced na pesa kwenda huko kwingine. Nikisema hivyo waziri, nikitetea watu wangu, viongozi wa kule wanaitumia kisiasa. Wananipiga, wananiambia niwataje wale mmoja mmoja wanaenda. Sasa wewe ni waziri wa usalama. Kule Kilimani Nairobi na pale Kibira, wewe mwenyewe una report wapi kunakuwa na ukosefu wa usalama zaidi? Si obvious ni Kibira. Watu wakipata maeneo yako ovyo hivyo huko. Msitu, mimi nakwambia sinaupita na ndege. Msitu ni mkubwa, umeshikana. Hata wakitolewa KDF wote wakenda kule, ule msitu ni mkubwa na bahari ni kubwa. So ni mpaka sisi tutafute mbinu zile ambazo tunaweza saidiana na hawa maofisa wa usalama tukomeshe mambo haya. Kwa hivyo kuna umuhimu kama hiyo, nakwambia TTI tusomeshe vijana wapate kazi. KDF wamechukuliwa 10, kule 2 huku hivi, lakini haitoshi. Wako vijana wengi wataka kwenda kulinda na wanajua huo msitu, mkiweka kwa msitu atamaliza hao watu. Na kwa polisi wakija wachukuliwe, na umeniahidi kutachukuliwa wengine. Na kwa prison wachukulie wengi. Sisi hatuko wengi sana. Tukipata kadhaa vijana tutaika hope, kila mtu atakuwa anafanya exercise akingojea hiyo. Kwa hivyo tukuzungumza, msituchukulie vibaya, natetea watu wangu na ndio kazi yangu. Waziri, mimi nataka leo nizungumze. Watu wangu wamezungumza na ndio maneno yako kwenye akili zetu. Kwa nini sisi wanatu-suspect sisi? Waziri, kule prison, kama unaweza kutoa data. Mimi nishasikia majina ya kabila mbalimbali, mtu wa Western, mtu wa Central, wameshikwa wako ndani sahihi, najua wako huko ni kwa sababu ya terrorism. Kwa hivyo hii issue ya kionekana Mbajuni ndiye terrorist ya Al-Shabaab, sasa kuwataja hawa majina yao, inatuuma. Manake sisi ni wakarimu. Waziri, sisi ni wakarimu kivipi? History. Watu wa Mpeketoni walipoletwa, ndugu zetu walipokuja waliletwa same day na Bura. Leo ukienda kuangalia hakuna hata alama. Reason being the land was hostile. Sisi wazazi wetu waliwapenda na sisi bado tuwapenda. Mimi kuna pahali Mpeketoni naweza kwenda kula hata kama sina hata ndururu. Na nyumba nyingi nikiwapigia sahihi, mimi was a women rep kule na nilichaguliwa zaidi ya alokuwa pale ambaye alikuwa apigania ni Mkikuyu, mimi nikapewa kura zaidi kwa sababu vile nilivyokaa na wao. Lakini sasa imebadilika, wanasiasa inawauma. Kwa nini Rueda atakuja huku apate kura, sisi tukienda kule hatupati kura? Limekuwa likitumika incitement. Na sababu ni hii. Mimi Lamu hapo Amu Island sijawahi kushinda hata mara moja. Sijaielewa siasa ya pale. Na wao hawajaielewa siasa ya huku. Sio kwamba sisi wa kabila, hawajaelewa, hawapiti. Wao wataka tu kufanya block vote za Wakikuyu peke yake Mpeketoni. Huku kutoka tulipowachagua, mmeona women rep huko hata siku moja? Basi si hivyo tu. Ni sababu ni kwamba ukiona list ya wabunge ambao hawazungumzi Lamu County,
women rep ni mmoja. Mabubu. Sasa ni njia ya kututetanisha sisi. Wewe huzungumzi bungeni. Kama kuna issue za insecurity, ndani ya bunge kuna kamati ya insecurity. Kwa nini ulizi swali? Kwa nini ufanyi petition? Kisha wewe ngoje matanga iende ikatutuzungumzie sisi vibaya. Sisi waziri tumesikia vibaya. Watu wangu nikija wameanza kuniuliza. Nawaambia tulizeni. Waziri, nimekuja kujua kwamba kuna wanasiasa hapa. Kama nyinyi mna shida ya mashamba, acha tununue kwa hawa tuwapatie. Shida hii ishe, lakini kutoka nianze hiyo, wanasiasa wananichapa, naambiwa mimi nimeenda kufanya nini West, na mimi West watu wangu hawa hawana airstrip huku ya kuruka kwenda Mombasa, mpaka wapitie West. Kwa nini sisi hatuna ruhusa kwenda West sasa? Nataka swala hili liangaziwe. Ni kwamba hawafanyi kazi, hawafanyii watu wao kazi, kisha ni kungoja matanga kufanya incitement. Waziri na kushtakia, uliangalia mimi I am discouraged. Mpaka nikasema hii dialogue sasa acha niwaachie nyinyi wenyewe muendelee, mimi nijitoe. Maana ile jana nilichapwa, senator alikuwa hapa, deputy alikuwa hapa, wote waliungana na wenzao. Wakatuchapa ile mbaya. Nikaambiwa hautajitetea yangu, nazungumza yangu. Tukaambiwa tena waziri kuna maneno wanazungumza, na mimi nataka senator akija aseme zaidi, maana hatukuelewa ile statement. Wanasema nyinyi mtu heshimu. Heshima gani zaidi senator? Tuelezeni. Kama ni heshima tulale mtupande juu, tuambieni pia tufanye. Sisi tunataka usalama, lakini tuomba ndugu zetu wasitufanye hivyo. Wasitufanye hivyo kabisa. Sisi waziri ni watu wazuri sana, na tunataka kuendelea na usalama. Na yoyote anaishi huku. Mimi nakwambia sahihi na wajua kwa majina. Tena waziri kuna maneno wanazungumza, na mimi nataka senator akija aseme zaidi, maana hatukuelewa. Huku iwe nyinyi ni watu wa Lamu East, tukitetea tunatetea pamoja na kina Madam Kamau. Sawa? Msimusturuke. So tunaomba hili tatizo litafutwe, na wanasiasa wakiona huku East hawapati kura, watafute kiini ni nini. East sisi waziri, acha nikwambie. Mimi nikija hapa kichocha hawa wananchi, niwaambie sijui Wakikuyu, sijui hivi, sijui ardhi, hawa wanipi kura kwa sababu hiyo. Hawa wanatafuta nini? Mimi kupata kura ni mpaka niseme nimefanya nini na yeye individually nimemfanyia nini. Ndio siasa ya kwetu. Au kuna lingine? Sini hilo? Mimi kijana fitina huku mtanipa kura kwa sababu ya fitina? Ndio maana mimi sipati courage ya kuja kuwapa fitina. Lakini kuna shida. Kule ukisema nyinyi watu wa Watemere chukueni hiyo ardhi, basi utapata kura zote. Basi hiyo ndio sababu ya kusababisha fitina. Waziri, sisi tumekutarajia sana, lakini naoneshwa time ni kidogo. Nataka nichukue nafasi hii kumkaribisha senator. Karibu senator. Heshima vipi? Asante sana Mheshimiwa Captain Rueda, waziri wetu wa usalama Mheshimiwa Profesa Kindiki, Governor wa kaunti ya Lamu Mustahiki Isa Abdalla Timami, Regional Commissioner wetu, Deputy Governor wa kaunti ya Lamu, County Commissioner, viongozi wote wa kiserikali, asante. Viongozi wote wa kiserikali ambao wako hapa, wananchi wazuri wa
Lamu Mashariki, hamjambo. Assalamu alaikum. Nifanyeni hivi. Asanteni sana. Mimi nataka nichukue hii nafasi, Bwana Waziri, niweze kushukuru na kusema asante kwa sababu ya siku ya leo kuja kutufungulia sisi watu wa kaunti ya Lamu na Lamu Mashariki ofisi mzuri ambayo saa hii imejengwa chini ya uangalizi wako, ambayo ile ofisi itaweza kuleta huduma karibu na mwananchi, ambayo ni kulingana na manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza, ambayo saa hii wewe na Mheshimiwa William Ruto mnaweza kuitumikia. Ningependa niseme kwamba kuna matatizo kadha wa kadha ambayo imeletwa hapa kwetu Lamu Mashariki kwa sababu ya ukosefu wa ofisi za kiserikali ambazo ni muhimu za kukidhi mahitaji na matatizo ya hawa wananchi. Kwa hivyo vile ambavyo tumeona step ya serikali ya Kenya Kwanza imeweza kupiga na kuona kwamba imeweza kuleta services closer to mwananchi, hiyo sisi tunajivunia na tunasema kongole sana kwa serikali ya Kenya Kwanza. Mimi ningependa tu niseme kama senator ambaye amechaguliwa Lamu Magharibi na Lamu Mashariki. Kwanza niwashukuru sana wakazi wa Lamu Mashariki kwa sababu wakati ambapo nilikuja kuomba kura na waziri, nataka ni confirm mbele zako kwamba mimi nilipokuja kuomba kura hapa, watu wa Lamu Mashariki walinipigia kura nikuwe senator wa kaunti ya Lamu. Na ningependa niwashukuru wenyeji ambao nitumia hilo jina, ambao ni indigenous owners wa kaunti ya Lamu. Maana hiyo miaka ya 1972, na mimi nataka niseme waziri, nitaongea kama senator, na kwa sababu mheshimiwa pia amesema kwamba nijibu mambo fulani, nitajibu hapa. Na niseme hivi ya kwamba mwaka wa 1972 na kuendelea, wazazi wetu ambao saa hii kama babangu ni marehemu, waliweza kutuzaa hapa kaunti ya Lamu. Walikuja hapa kutafuta makao, na walipokuja hapa walikaribishwa vizuri sana na wale wazee ambao wengi wao wameshatangulia katika kiti cha haki. Waliweza kukaa nao vizuri, hawakuwafurusha, hawakuwaekea maneno ya kusema kwamba hawa ni wageni, sijui hatutaki kushirikiana na wao. Walikaa na wao kama mandugu. Na sisi tumesoma, mimi nimesomea Mpeketoni kuanzia nursery school mpaka nikamaliza kidato cha 4 pale Mpeketoni Boys. Nimesoma na vijana wa hapa Faza, Lamu Island, Kizingitini, Kiwayu na all over the county, all over in the entire Lamu County. Tumesoma pamoja na hatujawahi kupigana vijana wa Waswahili na wa Wakikuyu. Tumekaa vizuri kama mandugu mpaka tukamaliza shule. Wazazi wetu hawakuwahi kupigana hata siku moja ama kuweza kurushiwa mawe. Na jana mimi nilisema, mimi nikiinukia kuna mahali kunaitwa Mapenya. Mnajua Mapenya? Mapenya babangu alikuwa anaenda pale kwa sababu kulikuwa na shida na matatizo. Wanaenda pale wanaokota maembe. Ilikuwa inaitwa maembe punda. Sijui kama bado inaitwa hivyo. Wanaokota pale, bwana waziri, wanakuja wanatupatia sisi ndio tukule, tungoje chakula ya jioni iweze kupikwa. Tulikuwa tunakula kama lunch. Kwa hivyo mimi hakuna mtu anaweza kuniambia matatizo ya watu wa Lamu. Mimi naijua tangu utotoni. Na sasa waziri, kumeingia watu ambao saa hii wamejifanya vikaragosi. Na nataka nitumie hilo jina. Vikaragosi ni wale watu fake, si ndio? Wachochezi. Wamekuja kuchochea kwamba kuna watu wa kutoka nje na kuna na wenyeji. Hilo jina limeanza juzi na sijui limetoka wapi. Na lilipokuja, limekuja na watu ambao wameingiza jambo hilo ugaidi ndani yake.
na walipoingiza hilo jambo la ugaidi ndani yake, wamekuja kujaribu kututenganisha sisi na watu ambao walikaribisha baba zetu, wametukaa na sisi, wametulea, tumekaa bila matatizo. Sasa wanataka kutupiganisha kwa njia ya misingi ya ukabila na udini. Mheshimiwa Waziri, hilo ni jambo ambalo mimi nataka serikali iliangalie kwa kina, ione kwa nini kumetokea watu ambao saa hii wanalete mambo ambayo saa hii inalete animosity between communities and between the regions, ili watu wa hapa kaunti ya Lamu, kaunti ambayo imeishi na hali ya kuwa na utulivu kwa muda mrefu, watu waanze kupigana. Hilo ni jambo ambalo mimi nataka niseme hivi, serikali iweze kuangalia, kuona kwamba imeflash out hawa watu ambao ni maadui wa jamii ya wakazi wa kaunti ya Lamu, wawekwe korokoroni, na hiyo mambo tumalize na tusonge mbele, kwa sababu ajenda yetu ni kupigana na umaskini ambao kwa muda mrefu tangu sisi tukiinukia umetusumbua mpaka sasa. Waziri, mimi nataka niseme ya kwamba kunawezekana viongozi watumie matamshi ambayo ni ya uchochezi. Serikali iko na uwezo wa kudili na hao watu ambao wanatumia matamshi ya uchochezi ambayo mtu hawezi kusubstantiate. Mimi nasemaga kitu ambacho nikisimama hapa nitaweza kusubstantiate. Mheshimiwa Captain Weda na viongozi wengine, naweza kusema na niitaje, niseme kwamba shida iko hapa, shida iko hapa, shida iko hapa. Manake Mwenyezi Mungu ndiye alinipatia huo uongozi kwa muda wa miaka mingapi? 5. Hiyo ingine ya miaka 2027 Mungu ndiye ajuae. Nani anajua kama atakuwa? Hakuna ajuae. Mimi nasema sasa nifanye kazi ambayo sasa nafaa kufanya. After 5 years mtaweza kunijudge kulingana na development record zangu na vile ambavyo nimeshikanisha jamii ama nimewavuruga jamii, unitume nyumbani ama namna gani? Yes, that is the thing. Kwa hivyo mimi waziri yangu ni hayo, kwamba serikali ichukue hatua, ione kwamba imedeal na hii problem ambayo saa hii imeweza kukoshanisha watu, kutufanya sisi ni maadui wa wengine, watu ambao tumeishi maisha yote pamoja kama jamii. Na serikali ikifanya hivyo itakuwa imeheal problem zote za kaunti ya Lamu, na tutasonga mbele, tupambane na shida ambayo saa hii inatukumba, ambayo ni umaskini na kuweza kusomesha watoto wetu. La mwisho, Mheshimiwa Captain, nataka niseme hivi kwamba wakati ambapo mimi nilipokuwa nafanya kampeni, nilikuja hapa nikaomba watu wangu wa fadha, nikawaambia munipatie kura, na kuna majukumu ambayo na mambo ambayo nilisema kwamba nitawafanyia, na si kusema kwamba mkinifanyia ama mkinipatia kura ama munipe kidogo ama munipe nyingi, kuna mambo nitadiscriminate, ni discriminate east ama ni discriminate west. Mimi mambo yote ambayo nitafanya kulingana vile ambavyo Mwenyezi Mungu atanisaidia, kaunti yote, kwa sababu watu wote ni wangu, mtanijudge baada ya miaka 5. Na nilipokuja hapa, wana waziri, nilikuwa nimepromise hawa wananchi, nikawaambia mimi nikikuwa senator wa kaunti ya Lamu nitang'ang'ana kabisa tuweze kupata feeding program kwa mashule zetu. Na vile ambavyo niliwapromise, nilienda nikaona Mheshimiwa Rais na nikamwona Mheshimiwa Deputy President na nikaongea na wao, nikawaambia shida na matatizo ya watu wangu wa hapa Lamu East, na nikamwambia kwamba elimu yetu hapa imerudi chini kwa muda mrefu kwa sababu ya matatizo na hali yetu ya uchochole ambayo imekuwa ikitusumbua maisha yetu yote. Wazazi, unakuta kina mama wazuri kama hawa wamekaa hapa, wanakaa na wasiwasi kama sasa hiyo ungekuwa shaenda kupikia watoto lunch. Ni kweli ama si kweli? Lakini sasa hivi mmekaa pale mmetulia vizuri. Asalamu alaykum. Mmetulia vizuri hivyo kwa sababu mnajua watoto watakula shuleni, si ndio? Nilipoongea na rais aliniambia kwamba senator, nimesikia kilio chako na sasa nitakupatia feeding program ya kuanzia nursery school mpaka class 8. Imekuja ama haijakuja? Watoto wanakula ama wakuli? Lakini tulikubaliana kitu moja, wana waziri, hapa kwetu shida tuko nayo saa hii. Wewe ulikuwa senator, waziri, na mimi hufuata sana rekodi zako pale bunge, vile ambavyo ulikuwa unatetea watu wa Tharaka-Nithi. Na sasa mgao wa pesa za county saa hii tunapoendelea itakuwa ikigawanywa kulingana na population. So mimi tukakubaliana na nyinyi, na naona bado mnaendelea kuniangusha. Tukasema na nikaongea na vijana,
Nikamwambia sasa nimefungulia hii mambo, mzaane kabisa. Mzaane, kwa sababu msipozaana kule tutangatwa. Gavana yuko hapa na utakuta gavana atasema kwamba pesa ama mgao wa pesa za kaunti ni kidogo, kwa sababu kule wanaangalia population. Wakiangalia population, Lamu County ni 150,000. Hiyo ni sawa sawa pengine na wodi moja ya Kiambu. Tunapata pesa kidogo. Sasa mimi nikawaambia tuendelee kuzaana, tuzae watoto. Ukizaa ule mtoto, ukimpeleka nasari atakunywa uji, sasa atakula mchele na maharagwe na nimelete mimi, si ndio? Na nikasema kwamba vijana, nikakubaliana nyinyi. Nafikiri hiyo mlisahau na nitawakumbusha. Na saa hii naendelea kufanya. Na nikasema kwa sababu mimi nawapenda akina mama na wazee wote. Na sana sana wakina mama kwa sababu ndio wanabeba kazi ngumu ya kutuzalia mtoto. Nikasema wewe ukiwa mjamzito na umeniona mimi kama senator wako wa kaunti ya Lamu, nikitoka hapa baada ya waziri kumaliza mkutano, unione nyuma ya hema. Huwa nina shilingi 500 yako. Huwa ninakupatia. Kila mama mjamzito. Na kwa sababu siwezi kuguza, mimi huwa siguzi. Ninachukua mama mmoja namfanya daktari, ananiangalia. Akiniambia huyu ako sawa, nampa 100 yake 5. Manake siwezi kuguza mimi. Lakini hiyo kazi sio yangu. Iko na mwenyewe ambaye amefanya. Mimi yangu ni nataka huyo mtoto, ukimaliza watoto wote wa kaunti ya Lamu watakuwa ni watoto wa Joseph Githuku Kamau. Sawa sawa. Akienda shuleni anakula. Si ndio? Anakunywa uji saa 4, sasa anakula mchele na anakula maharagwe. Si tunasonga mbele? Tumekubaliana hiyo? Sasa tuonane nyuma ya hema, nitaappoint daktari mmoja, ule mama uko pale, ataniangalilia, tunamalizana hiyo maneno. Sawa sawa? Kwa hayo mengi nasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Asante Senator. Waziri, nataka tu kukupa record. Siasa mambo yanayosemeka. Mpeketoni ilipigwa 2014. Shida haikuanza pale. Shida ilianzwa huko juu. Sisi siku ile tulienda Somalia, ndio tulianza shida. Shida ya kwanza huko kwenda Somalia ilisababishwa na Lamu. Shida ya kwanza Mkokoni. Kuna kijiji wenyewe sisi tulikuwa tukaita ni kama wako uzunguni. Walikuwa wanajitegemea. Hawaendi baharini, walikuwa na camp. Ukienda utakuona kulikuwa na hoteli nzuri nzuri, paka hoteli unalipa $1,000 per night. Huku Mkokoni na Kiwayu. Walikuwa wanasomeshia watoto wao, wanapata maji yao, lakini watu wakatoka pirate, wakaja akachukua mtu na mumewe wameenda honeymoon. Ndio shida ya kwanza, it was 2011 I think. Kisha akachukuliwa mwingine pale Manda Kitao. Shida ilianzia hapo. Ndio kisha ikaja Paradise Mombasa. So tuangalie kiini ya hizi shida ndio tutatue. Gavana karibu, na ukimaliza gavana usinipatie, umpatie RC amkaribishe waziri. Asante, shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mupo? Mheshimiwa Waziri Profesa Kindiki, Mheshimiwa mbunge wa eneo hili Captain Ruwaida, Mheshimiwa Senator, Deputy Governor Mheshimiwa Munywa, the Regional Commissioner, wafanyaji kazi wote wa serikali, mabibi na mabwana. Leo mwanzo nina furaha kubwa kuwa hapa na kumkaribisha waziri wetu rafiki na watu wa Lamu, Profesa Kindiki. Leo amekuja kufungua rasmi hizi ofisi za serikali, na mimi natumai maona hapo nyuma yake county government pia complex kubwa zote za county zitakuwa hapa. Nimemuomba Mheshimiwa Ruwaida za kutupatia ardhi pia manyumba
hawa maofisa wakiletwa hapa wasiseme hakuna nyumba, na nyumba ziwe, wakae hapa wahudumie wananchi wetu. Kwa hivyo nampongeza waziri kwa sababu nina hakika na ninavyokujua utaleta maafisa wa idara zako ili wetu wahudumie wakiwa hapa, wasiwe na hasara ya kusafiri kwenda mpaka Lamu ama Mokoe. Kwa hivyo hiyo ni pongezi, bwana waziri. Mimi pia mwanzo nimefurahishwa na seneta, umeongea vizuri, lakini nakuomba ongea hapa na ukiwa kule pia uongee hivi hivi, usiongee hivi na kwingine unaongea vingine. Na nakupongeza kwa hotuba nzuri, lakini jana ulitutandika. Lakini sisi ni waungwana, hatujibu mabaya kwa mabaya, ama sio? Sisi tunataka watu wote wa Lamu tuwe kitu kimoja. Hiyo ndio hata rais wetu anavyotaka, kwa sababu ikiwa mtu atachochea wale na mimi nije nichochee hapa, utakuwa na Lamu tena? Kwa hivyo nawaambia hawa wanasiasa, watu wetu ni watu wazuri, lakini matatizo ni wana siasa, na hatutakubali kuvurugiwa Lamu, na haswa Lamu East. Manake mashtaka makubwa yanayotolewa ni kwa mimi napendelea Lamu East, na mimi nasema hii ni affirmative action. Tumekosa maendeleo miaka mingi, sasa ni wakati wenu. Na hata serikali, kwa mfano watoto wa Kibonyi, mimi kama affirmative action ninawalipia fees wote. Ni haki si haki? Hasa ikiwa hilo wengine ukereka na wapasuki. Na juzi na maendeleo tutafanya, manake mtu apige kelele na mimi ujaribu kufanya maendeleo kaunti mzima, na maendeleo ni haki yenu. Kwa hivyo na nimwambie Captain Rueda, hii watu kelele wapige, wewe fanya kazi, wachana nao. Na Lamu ni yetu sote, na nafurahia profesa hapa, tumekuwa na mazungumzo na watu wataona mabadiliko. Na leo ni siku ya profesa, na mimi nawashukuru, mumejitokeza kwa wingi, hata lunch time imefika, lakini muna hamu ya kumsikia pia waziri na mumekaa mumetulia. Mimi nawashukuru, na niwaambie tu, tutawafanyia maendeleo mpaka mutosheke. Tutawafanyia maendeleo mpaka mutosheke, na tukishirikiana na viongozi kina Mheshimiwa Rueda. Si mara hii waziri, hizi day school, government schools fees per year ni 15,000. Mheshimiwa Rueda amelipia kila mtoto 5,000, 17. Na mimi kama county nimelipia kila mtoto 10,000. Ni raha si raha? Kwa hivyo ikiwa watu watakereka, hiyo ni shauri. Wacha nikome hapo, manake waziri ana program na tutakuja
Na sisi wanasiasa, ikiwa tunataka kuchapana, ni tupangane, tuje mbele zenu. Ikiwa kuchapana, tuchapane hapo na kusiwe na wageni, ama sio? Kwa hivyo acha nikome hapo, nichukue fursa hii kumkaribisha Regional Commissioner aje atukaribishie waziri. Asanteni sana na Mungu atubariki. Okay, asante sana Mheshimiwa Governor. Waziri wetu Mheshimiwa Kindiki, Mheshimiwa Governor na naibu wako, Mheshimiwa Senator wa eneo hili na mbunge wa eneo hili Captain Rueda, na wananchi wote wa Lamu West, kwa sababu nimeona hata watu wakiunga hapa. Lamu East, pole. Hamjambo. Okay, asante sana. Waziri, kwanza kabisa ningependa kupongeza kwa kupata nafasi kuwa nakuja hapa Lamu West ili uweze kushiriki na wananchi wa eneo hili na pia uweze kutufungulia ofisi ya naibu wa commissioner wa eneo hili ili huduma ya wananchi ama kwa wananchi iweze kuwa kwa karibu sana. Hivyo tunakukaribisha katika Lamu County na Lamu East Sub County. Kwangu mimi ni siku ya mara ya pili kuwa hapa. Kuna wachache tulionana siku nyingine nilikuwa hapa tukaangalia hiyo ofisi. Na nikaenda mpaka Kizingitini, mahali pazuri sana. Kwa hivyo ni mara yangu ya pili kuwa hapa siku ya leo. Na tunafurahi kwamba umeweza kupata nafasi ya kuja. Na yale tu ningependa kusema waziri, kabla sijakukaribisha, mambo ya usalama wa Lamu ni jambo ambalo tunalishughulikia. Najua kuna yale matatizo machache yametupata, lakini mengi waziri tumeweza kukabiliana nayo na watu wa Lamu wanaendelea kukaa kwa amani. Yale tu ningependa kuhakikishia watu wa Lamu kama Regional Commissioner wa Coast ni kwamba tutashirikiana nanyi, kwa sababu peke yetu kama vitengo vya usalama hatutaweza kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo ningependa kuwashauri wananchi wa eneo hili tuweze kushirikiana pamoja, uweze kutuelezea yale ambayo yako katikati yenu, ni nani ambaye amepitia hapo, ili tuweze kuhakikisha kwamba usalama wa Lamu uko sawa na pia maendeleo yaweze kupatikana hapa Lamu, boti yetu iweze kusimama, watalii wakuje, tuweze kupata viwanda hapa ili wananchi ama watoto wetu waweze kupata kazi. Kwa hivyo hayo tu ndio tunawasihi. Na pia waziri, ningependa kusihi viongozi. Tumepanga mara mbili, lakini kwa sababu ya shughuli hatujaweza kukutana, lakini tumekubaliana tutakutana wiki ijayo. Kwa sababu tukiangalia hata sisi wale ambao tunaongoza usalama, na ninawaelezea hawa viongozi sio mara ya kwanza, tunahitaji mazungumzo. Kwa sababu yule mwananchi yako nasi hapa hana maneno, si ndio? Kwa hivyo viongozi tutaketi pamoja na vitengo vyote ya usalama atupate suluhu. Na sinawezekana tupate suluhu ili tuweze kuishi kwa pamoja na tuweze kuwa na amani, ili maendeleo katika kaunti hii iweze kuendelea pia na tuweze kufikia wale wenzetu ambao wako mbele. Nilipokuja Lamu nilisema kwamba hakuna mahali pazuri kama Lamu. Waziri, kama tungeweza kuweka amani katika eneo hili, Lamu ni mahali pazuri sana pa kukaa. Kwa hivyo tafadhali, tutaendelea kujadiliana nanyi na viongozi wenu na tuhakikishe kwamba tunaweza kuhakikisha Lamu ina usalama wa kutosha ili tuweze kuchapa kazi na kuendelesha uchumi wa eneo hili. Mambo ya elimu, chiefs wako hapa waziri, na wanajua msimamo wa serikali kuhusu elimu.
na tuwa tunasema mtoto aende shule, tunahakikisha ameenda, lakini tufuatilie asiende shule leo na ameenda kuvua samaki kesho. Kwa hivyo chiefs, tuna hiyo kazi ya kufanya, na tukirudi tena tusisikie hakuna watoto hawako shule. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba haya yamefanyika. Na mara nyingi waziri, tumeongea kuhusu girl child, but tukiangalia nchi yetu saa hizi, we have to talk about the boy child, kwa sababu this boy child ndio huyo anaenda kufua na aendi shule. Kwa hivyo tafadhali tuhakikishe kwamba watoto wetu wanaenda shule. Na tangu nije na waziri, nikienda kila mahali huwa naangalia machiefs waliposimama. Nilianza kuuliza Rono, niliuliza Rono, kwani hakuna yule angevaa kama mimi? Kwa hivyo nimeambia Rono kwamba tunapoangalia kuemploy assistant chiefs, tuhakikishe kwamba wakike pia wako, si ndio? Ili waweze kuwa mfano kwa watoto wa kike, nao waweze kuchikaza shuleni, wajue kwamba wana nafasi kuanza pale assistant chief mpaka afike RC vile nimefika, kwa sababu hakuna mahali anazuiwa. Wale machiefs, assistant chiefs wamesoma, saa hizi si ni ma ACCs, na ACC waziri, among the county commissioners we have one who started as a chief. Kwa hivyo maybe next appointment atakuwa RC. Kwa hivyo ukiachiliwa kama assistant chief na uendelee kusoma, hakuna mahali unazuiwa. Mimi miaka kidogo sana, kwa hivyo nataka kuona miaka 5, 6, 10 ijayo, hata kama niko retire, kuna msichana ama RC wa kike kutoka hapa Fasa. Kwa hivyo Rono, uko na kibarua ya kufanya ili tuweze ku-encourage mtoto wa kike. Mambo ya drugs, waziri, tutashughulikia hilo, na kwa sababu ya wasaa ningependa kuhimiza chiefs are doing very well kwa mambo ya mbolea, wakishirikiana na mheshimiwa governor na watu yake, na pia mambo ya ile kuhakikisha kwamba tumeandikisha wazee wote ambao wako na miaka 70 kwenda juu. Kwa hivyo hilo linaendelea, na tafadhali ushirikiane na chiefs wetu tuhakikishe kwamba hatutapaki nyuma kwa mambo ya mbolea, na wazee wetu wale wamefikisha miaka 70 kwenda juu na hawana pension yeyote wameweza kuandikishwa. Ningependa sasa tusimame ili tuweze kumkaribisha waziri wetu aweze kunena nazi. Karibu waziri. Moja. Karibu. Thank you. Thank you. Asante sana, naomba tuketi. Assalamu alaikum. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. Kwanza kabisa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru nyinyi nyote ambao mmefika hapa siku ya leo. Asanteni sana wananchi, wazee, kina mama na vijana ambao mmefika hapa katika hii hafla. Ya pili, nishukuru viongozi wenu ambao wamekuwa na sisi hapa wakiongozwa na Gavana Isa Timami, naibu wa gavana, seneta, na dada yetu Mheshimiwa Captain Rueda ambaye ni mbunge wa Lamu East. Nilikuwa hapa Lamu kama miezi 2 iliyopita, lakini sikupika hapa East. Hii nafikiri ni safari yangu ya 3 ama ya 4 katika hii county, na nilikuwa nimeahidi mkutano wa mwisho tukiwa pale Lamu Central pale Mkunguni, nikaahidi gavana na nikaahidi Captain Rueda ya kwamba safari hii ambaye tuko nayo hapa tutaifanyia hapa Lamu East. Nashukuru Mungu kwa sababu leo tumekuja hapa kufungua ofisi ambayo
imejengwa na serikali ili kuleta huduma kwa wananchi wa hapa Lamu. Hii mradi ilikuwa imekwama mahali, na Mheshimiwa Luwega wakati alinieleza ile pesa ilikuwa imebaki ya kukamilisha mjengo huu na vile vile kuweka meza na viti, tuliweza kusaidiana, na mimi nashukuru kwa sababu sasa ofisi iko kamili na DCC wetu atakuwa na mahali pazuri pa kufanyia kazi. Nataka niseme, ukiangalia jengo hilo ni jengo ambalo linaonyesha ni makao makuu ya wilaya ndogo hii ya Lamu East, sub-county headquarters. Kwa hivyo hata kama DCC anahamia hapa, bado kuna maafisa wengine wa serikali kuu ambao lazima wakuja hapa wafanye kazi huku wakikuwa coordinated na DCC. Na nataka nitangaze nikiwa hapa ya kwamba nimeambia Mheshimiwa Captain Waida, Mungu akitujalia, wiki ijayo akuje kule Nairobi na tutamsaidia ili tuhakikishe hapa tumetafuta maafisa wa idara mbalimbali ambao watakuja hapa kuhudumia wananchi wa hapa ili kuleta huduma karibu na mwananchi, kurahisisha safari ambao wananchi sana sana wazee wetu na akina mama ambazo walikuwa wanafanya kwenda mbali kutafuta huduma. Kwa hivyo katika huu mwezi nimesema ya kwamba lazima kabla ya mwisho wa mwezi huu hao officers wao wameripoti hapa. Tutaleta hapa ofisa mkuu wa kusimamia uandikishaji wa vitambulisho wa sub-county. Tutaleta hapa vilevile afisa mkuu wa uandikishaji wa watoto ambao wanazaliwa na pia mambo ya vifo vya wapendwa wetu. We are going to have the civil registrar or the registrar of birth and death and the registrar of persons, so that our children can get identity documents. Our mothers can register the births of their children here and get the birth certificates from here in Fasa. Vilevile tutaleta afisa wa sub-county wa masuala ya watoto, tutaleta afisa wa sub-county wa masuala ya vijana, na tutaleta afisa wa sub-county wa kusaidia mambo ya wazee na mambo ya walemavu, social protection officer. Hiyo kazi mimi na Captain Wega tunaenda kusaidiana, na hao officers wakipatikana, tumepanga yeye ajulishe county commissioner na DCC wa hapa ili wafanye baraza ya kuleta hao maafisa na kuwatambulisha kwa wananchi. Na huyu Mheshimiwa Captain Wega ndiye sasa atakuja kuwatangazia mahali tumefika, na maafisa wangu watakuja kuintroduce wale heads of department tutakuwa tumeleta siku hii. Vilevile hii ni kumaanisha sasa ile safari ya mbali imekuwa fupi, tumekuwa safari ya karibu. Jambo la pili, ningetaka kusema ya kwamba mimi nawashukuru wakazi wa Lamu kwa sababu
tumeendelea kudumisha amani. Wananchi wengi hapa ni wapenda amani na mnaendelea kuwa watu wa kutii sheria. Hata kama kuna visa vya utovu wa usalama, ni kawaida katika kila jamii, lazima kati ya watu 100 hapakosi mtu mmoja ambaye anafanya makosa. Sio hapa Lamu peke yake, sio Kenya pekee, hata nchi zingine hapakosangi mtu mmoja wawili ambao anafanya uhalifu. Kwa hivyo mimi nawashukuru wananchi mlio wengi kwa kuwa watu wa kutii sheria na watu wa kufanya mambo kwa mujibu ya sheria ya nchi yetu. Vile vile hapa Lamu kuna jamii nyingi ambao zinaishi hapa na mmeishi kwa amani kwa miaka mingi, kama vile viongozi wenu wamesema hapa, wale wameongea. Mimi nawashukuru na nawaomba muendelee na mshikamano na undugu na kuishi kwa amani, mkijua ya kwamba wale watu wote ambao wako hapa Lamu na ni wenyeji wa hapa na wanaishi hapa, wanafanya kazi hapa, wanafanya biashara hapa, hao ndio ndugu zenu na hamna ndugu wengine. You are one people, one community. Haijalishi mtu anaongea lugha gani, haijalishi mtu ako dini gani, kwa sababu hayo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. So I just want to encourage you to continue living in unity. Niseme vile vile tumekuwa na tatizo la kiusalama ambalo limeletwa na magaidi. Kwa muda wa miaka zaidi ya 10 tumepata mapigo hapa na pale kutokana na magaidi ambao wanajisingizia mambo ya dini, wakijifanya ni mambo ya dini, sana sana dini ya Kiislamu. Lakini nakubaliana na wale wananchi na wazee wameongea hapa ya kwamba mambo ya ugaidi na mambo ya dini ni mambo tofauti. Na mimi kama waziri wenu wa usalama wa nchi nataka niwahakikishie serikali iko na imani na jamii zote na dini zote katika nchi yetu, na haina vita yoyote na jamii ama dini yoyote ikiwemo dini ya Kiislamu. Manake hawa wahalifu, hawa magaidi wengine wamejificha nyuma ya dini ya Kiislamu wakijisingizia ni Waislamu, lakini vile vile tumeona magaidi wengine wamejificha nyuma ya dini ya Ukristo na kufanya maafa makubwa hata zaidi, wakijifanya wao ni Wakristo vile vile. Mnajua miezi michache iliyopita na bado tunaendelea, kuna watu pale Kilifi katika ule msitu wa Shakahola ambao walikuwa wanajifanya ni wahubiri wa Kristo, wakasababisha maafa makubwa. Idadi ya watu ambao tumepoteza pale ndio hata nyingi kuliko ile idadi ambaye tumepoteza kupitia mikono ya Al-Shabaab. Kweli si kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo mambo ya dini na uhalifu tuweke kando na tuheshimu dini zote na tuheshimu ndugu zetu, isipokuwa misingi ya dini ama kabila. Kwa hivyo kwanza kabisa hapa Lamu tumepigwa hivi majuzi pale Lamu West, pale Juhudi, wakora na majambazi wakakuja wakaua watu wetu na wakaumiza. Vile vile kuna wengine wetu tukapoteza watu wetu kadhaa pale barabara ya Witu pale lango la Simba. Vile vile tumepoteza watu wengine hata wiki hii, wakiwemo maafisa wetu
wa Jeshi la Taifa la Kenya. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kabisa kutoa rambirambi kwa niaba ya serikali ya Kenya kwa jamaa wote, marafiki na jamii ya hapa Lamu, kwa watu wetu ambao tumewapoteza hivi majuzi kupitia mikono ya wahalifu ambao wametuumiza. Nataka nichukue nafasi hii vile vile toa rambirambi kwa maafisa wetu, maafisa wa usalama, wakiwemo wanajeshi wetu ambao tumepoteza kupitia mikono ya hao watu wachafu. Na mimi niseme hivi, nataka niseme ya kwamba mimi niko na imani na maafisa wetu wa kulinda usalama ambao wanafanya kazi katika sehemu zilizo na changamoto, ikiwemo wale maafisa wetu ambao wanafanya kazi katika sehemu hii ya Lamu kujaribu kulinda usalama wa wananchi wetu. Na mimi naudhika wakati nasikia kuna baadhi yetu ambao wameanza tabia potofu na tabia isiyo ya kizalendo ya kujaribu kukemea maafisa wetu wa usalama na kusemekana ya kwamba ati sijui kuna kitu wangefanya hawakufanya na wameshindwa na kazi, na kwa hivyo sisi ati hao sasa wanaongea hii mambo ya usalama tuwaachie, ati watanyorosha magaidi wa Al-Shabaab. Hiyo mchezo ikome, kwa sababu katika miezi michache ambayo imepita, ikiwemo wiki hii, tumepoteza afisa wetu wa usalama wakiwa kazini. Kama walikuwa wazembe na wamekataa kulinda wananchi, itakuwaje hawa majambazi wameumiza mpaka afisa wetu? Kwa hivyo mimi nataka niongee, na mimi nataka niwe direct. Wanasiasa wa hapa tutakosana na nyinyi, baadhi wenu. Sisi, unajua hii sekta ya usalama sio kama sekta zile zingine. Sisi tuna deal na mambo ambayo yanahusu maisha, na kwa hivyo hatufanyi siasa. Taka kufanya siasa yako, enda ukafanye mahali ingine. Na tukiendelea hapo, mimi nitasema ya kwamba mimi sitaki mwanasiasa yeyote katika mkutano wangu wa usalama. Sababu mimi sitafuti kura, mimi sitafuti kupendwa, mimi sitafuti kuchukiwa. Mimi natafuta kulinda wananchi na maisha na mali yao na kuhakikisha nchi yetu iko salama. Kwa hivyo mambo ya wanasiasa kukuja kwa mikutano ya kiusalama, kuleta visanga, kuleta sarakasi, kutusi afisa wetu wa usalama ambao wengine wao wamelipa gharama ya juu zaidi ya kifo wakitulinda, mimi sitakubali hiyo maneno. Tunajua tuko na changamoto, hata sisi walinda usalama kuna mahali tumeona tunapaswa kufanya kazi zaidi na kurekebisha, lakini suluhisho sio kuchukua chombo cha kupaza sauti na kuanza kukemea maofisa wa kulinda usalama. I will not accept it. Any politicians who attacks publicly security officers, we will deal with you before you start bringing those dangerous politics in the security sector. Hii sio sekta ya siasa, hii ni sekta ya maisha ya watu. And I can do my meeting without a single political leader. I finish, I go. Wewe utakuja ufanye mkutano yako kesho. Kwa hivyo ile heshima tumewapatia viongozi wetu wa kisiasa, watu heshimu na sisi, na wajue kazi yetu ni ngumu.
Sisi hatulali. Wakati wananchi wanaenda kulala, sisi tuko macho wazi. We don't sleep. Na ile makosa inapatikana kidogo ni bahati mbaya. Na hiyo bahati mbaya imekuwa kwa wananchi, saa zingine sisi zote, hata sisi wenyewe tumeumizwa. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo mimi sitasema na waomba, lakini nitasema na wauliza. Wanasiasa, fanyeni siasa yenu, sisi hatuingilii. Mkitaka kuvurugana kisiasa ni sawa, lakini mambo ya usalama msiingize siasa. Na lazima muheshimu walinda usalama. Vile vile nimeambia maafisa wangu wa usalama, vile vile lazima waheshimu wananchi na waheshimu viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi. Because it's a two-way process. We must respect the public, we must respect leaders who are elected, but we will also not allow leaders to run over us, to mock us in public, to intimidate us, and to tell us that we are not doing much, yet we know even our own officers are losing their lives in the line of duty. That we will not agree. Hatutakubali. Kwa hivyo hapa, hata kama tumepigwa kidogo, tunajikaza. Na mimi nataka niwatangazie, mimi niko na imani Mungu atatupa nguvu kama taifa la Kenya, na tutashinda magaidi. We will crush terrorists. Hii biashara ya ugaidi tutaifunga. Hii biashara na duka ya ugaidi tutaifunga. Na mimi nataka niseme, nataka kurudi hapa Lamu. Nitaanza hapa Lamu East tena. Nitakaa hapa siku 3. Nitaenda pale West Vilele. Lakini hiyo safari itakuwa safari ya kiusalama. Ni safari ya kufunga ile nafasi tumeona na ile mianya tumeona imebakia, kuhakikisha hao magaidi tumewasafirisha wakaenda kule ambao wanapaswa kwenda. Na hiyo safari sio safari ya barabara ama ya mashua. Sijui kama tunaelewana. Mnaelewana? Kwa sababu wametuzoea. Na wale wengi wao ni waoga. Ukiona mtu anaenda kuweka kilipuzi barabarani usiku na anatoroka anaingia kwa msitu, huyo sio shujaa, huyo ni mwoga. Si namna hiyo? Kama wewe ni shujaa unakuja mchana ama namna gani? Unakuja usiku, watu wamelala, unakuja kama mchawi na kuweka vilipuzi huko na unakimbia unatoroka. Ukingojea ujui hata ni gari ya nani itapitia hapo. Kwa hivyo nataka niwahakikishie wakazi wa Lamu, tutashinda ugaidi. Kwa sababu tukishinda ugaidi, uchumi wa Lamu County utainuka. Watalii watarudi. Poti yetu hata itainuka hata zaidi. Biashara zitanawili. Maendeleo yatapatikana. Lakini sasa hivi watu wanasoma magazeti wakiwa ng'ambo, kumekuwa na hatari kule Lamu. Na hawajui ni Lamu wapi. Hata ikitokea kule Witu wanafikiri ni Lamu yote. Ikitokea mahali kwingine wanafikiri ni Lamu yote. Kwa hivyo lazima tuangamize ugaidi hapa Lamu ili utalii urudi mahali ulikuwa siku za zamani, watoto wetu wapate ajira na tuinue hali yetu ya kiuchumi. Kuna zile barabara ambazo tumekubaliana tutajenga hapa. Mwenzangu waziri wa ulinzi alikuwa hapa na akatangaza, tulikuwa tumeongea, tutajenga barabara mpya 6 hapa Lamu, ikiwemo Lamu East, kuhakikisha kwamba zinatusaidia katika usalama wetu, ili kuhakikisha ya kwamba tumeboresha hali ya usalama hapa. Vile vile katika kule Lamu West tutaweka cut line ama barabara ambayo hakuna mwananchi ataruhusiwa kupita hiyo barabara akienda upande wa msitu. Yeyote yule ambaye atapatikana huko tutadhani na tutafikiria na tutaamua ya kwamba yeye ni magaidi, ni jambazi, tutamfanya vile tunafanyanga majambazi.
na hii sio jambo la kuuliza maoni ya wanasiasa hata ama maoni ya mtu yoyote. We are going to construct a cut line and gazette all the areas beyond that cut line as disturbed and dangerous areas, and no member of the public, for whatever reason, will be allowed to be found in those areas. Na mimi mwenyewe ndio nakuja kusupervise ujenzi wa hiyo barabara. Alafu vile vile mheshimiwa alikuwa ameomba hapa Lamu East hakuna barabara hata moja ya lami, si kweli? Hata hii faza hii haina barabara. Basi kati yangu na gavana na hao viongozi wengine akiwemo Captain Wenda tutahakikisha hii serikali ya William Ruto ndio italeta lami hapa. Mimi naenda kuwa barozi wenu kwa kutafuta hiyo lami, kwa sababu rais amesema ajenda yake kubwa ni kuhakikisha sehemu ambazo zimewachwa nyuma kwa muda mrefu zinainuliwa, na ametuagiza sisi kama mawaziri wake mahali popote tunaenda kuhakikisha tumemsaidia na kumkumbusha, ili katika hii awamu yake ya uongozi maendeleo ambayo ilikuwa imekosekana ya miaka 60 ipatikane mahali pale. Kuna masuala kidogo kidogo ambazo tunashughulikia, ikiwemo masuala ya ardhi sana sana kule Lamu West, na hii masuala ya ardhi ni masuala ya kiusalama. Nawauliza watu wote ambao wanaomba kura waondokee masuala ya ardhi na masuala ya usalama, waondoke. Na kama kutakuwa na nafasi ya viongozi kujumuisha wananchi katika kutatua matatizo ya masuala ya ardhi, kiongozi wa hiyo shughuli hapa Lamu County atakuwa Governor Isa Timami, na wale wengine wote wafanye kazi, kwa sababu yeye ndiye amechaguliwa kama governor wa Lamu County. Kweli si kweli? Na tuwache kama watu ya siasa kwenda kuongea mambo huko na kuchochea wananchi na kuleta vurumai, na kama unafikiri tunacheza ile propaganda